Bwana Rais, mimi nataka nikuambia kwamba wewe ni mtu ambaye uko na moyo wa kusaidia nchi ya Kenya. Lakini kuna makatels matapeli wako katika serikali yako ambao hawataki ujue ukweli wa maneno. Mimi najua you are a God sent leader who was sent to come and serve this nation. But kuna watu ambao wako hapa katikati wanataka kukutumia wewe vibaya ili ya kwamba nchi yetu isonge mbele. Mimi nataka wakati unaingia katika ile kura ambayo nataka kura za civil servant, Bwana Rais, nataka usilete karibu. Kwa sababu hao wakora wamekudanganya ukafinya payslip ya Mkenya. And that's why you see Kenyans are bitter with you, Mheshimiwa Rais. Kuna wengine hapa wananiambia ati niendelee kupigiwa makofi. Mimi sihitaji makofi. Sijui kama tunaelewana. Kuna kazi nyingine itafanyika bila makofi. Si ndio? Nyinyi ambaye mnatafuta makofi, endeleeni kutafuta makofi. Wale mnatafuta umaarufu, endeleeni kutafuta umaarufu. Najua hao watu wengine ni wageni. Wamefika juzi kwa hii siasa. Si mimi nimekuwa around hapa. Kama wewe ni mtu umefika hapa 2-3 years ago, endelea kutafuta makofi. Mimi sitafuti makofi. Mimi natafuta vile Kenya hii nitabadilisha. Kwa sababu kubadilisha hii Kenya imechelewa. Na imecheleweshwa na viongozi ambao hawana uwezo wa kuamua vile Kenya itasonga mbele. That is the problem. The problem of Kenya is not that we don't have a plan. It's not that we don't know what we should do. The problem of Kenya is that there aren't enough leaders with the capacity and the courage to implement the plan that will change our country. Believe you me, good people, I intend to do exactly that. Mimi nataka Rais, leo, siku ya leo, kuna hapa, asante sana, tuko hapa na wakulima wako hapa, tuko hapa na walimu, mwalimu anaishi hapa Ushago, mwalimu anakatwa pesa ya affordable housing. Huyo mwalimu anaona kwamba he will never have a house. Sasa mimi nauliza Rais, ukikatwa huyu mtu kama huyu anakuwa na hasira, because we are in a capitalism country ambayo sio socialism. Kwa hii uchaguzi ambaye ilipita hapa juzi, kwa ile manifesto ya Kenya Kwanza, tulikuwa na program ya housing. Sawa? Kwa ile manifesto ya Azimio, tulikuwa na program ya housing. Si ndio? Sasa nawasikia mtu mmoja hapa ananiambia wachana na mambo ya housing. Na yeye mwenyewe alichaguliwa kwa Azimio, na Azimio iko na housing. Sasa wewe, mimi nataka niwaulize watu wa Kakamega, unajua shida ya hii Kenya ni utapeli. Tunaenda kwa uchaguzi, tunawaambia raia tutafanya housing, tutafanya universal health coverage. Saa ile tumepata nafasi ya kuongoza na kutekeleza hiyo maneno, tunaanza tena hapana, unajua hii is not popular. Sasa unajua, sasa wewe, hii siasa ya utapeli tuwache bwana. Ile kazi tuliwaambia hawa wananchi tufanye. So Bwana Rais, mimi nataka kusema ya kwamba let us involve stakeholders. Na tukiinvolve stakeholders, hata hiyo mtambo yako, mambo yako ya SHA itafanya kazi. Because we never involve the stakeholders in the decision like public and whatever. Lakini huko hapa, mimi nataka Bwana Rais, unichukue mimi, nikuwe personal advisor wako, unilipe. Kwa sababu Bwana Rais, hao watu wako hawakuambiangi ukweli. Wanakuambia SHA inafanya kazi na haifanyi kazi. Wanakuambia new model inafanya kazi na haifanyi kazi. Tuliwaambia we are going to have a universal health coverage. Mimi nilisimama hapa nikasema tutakuwa na bima ya afya. Na munisikize watu wangu wa Kakamega. Sawa sawa? Kwa sababu hatuwezi kuendelea watu wachache ndio wanaweza kwenda hospitali. Wale wengine afanye harambee, auze ng'ombe, auze mali ndio apate matibabu. Ndio tukasema
lazima tuwe na usawa hii Kenya. Hata wengine ambao mnasikia wanalalamika hapa mambo ya SHA, ni kwa sababu leo wanalipa zaidi kuliko vile walikuwa wanalipa. Sasa badala ya kujitetea kusema mimi sitaki kulipa ile mimi nalipa, anaanza kusema raia wamekataa. Raia ulikutana nao wapi wakakataa? Kwanza raia hawa wengi hawana payslip. Nyinyi mko na payslip? Mko na payslip ya kulipa? Si dunia yote hii watu wenye watu wangapi hapa wako na kazi ya kulipwa payslip? Sasa wewe unatetea nani hapa? Wewe unajitetea mwenyewe, wacha kusumbua raia. Sikizeni wangwana, watu ya Kakamega. Sawa sawa. Ile imefanyika ni kwamba mimi sasa nilikuwa nalipa 1000. Sasa mimi nalipa karibu 1100. Huyu mbunge alikuwa analipa 1700. Sasa analipa 27000. Hiyo ndio kulalamika kwake. Na tumesema heri sisi ambao tulipe zaidi, ndio tuwachane na harambee. Wewe mwananchi, wewe pia ujumuishwe katika mambo ya matibabu. Wewe mwananchi ambaye huna kazi na huna uwezo, kazi yako ni moja, kujisajili. Kama uko na uwezo, utalipa kulingana na uwezo yako. Kama huna uwezo, serikali ya Kenya itakulipia. Wacha nirudie, ndio msikie zaidi, ndio msikie vizuri. Kwa sababu saa zingine unamwambia mwananchi mbona hujajisajili, ati anasema sina pesa. Nani alikuuliza ya kwamba kujisajili inahitaji pesa? Sawa sawa? Kujisajili ni bure. Ile itafanywa baada ya wewe kujisajili ni wewe uchunguzwe. Ule mtu wako na uwezo, utaambiwa uwezo yako ni ya shilingi 1000. Lipa 1000. Uwezo yako ni ya shilingi 500. Lipa 500. Uwezo yako ni ya shilingi 200. Lipa 200. Wewe una uwezo, serikali ikulipie. Mambo tosha. Mnanielewa? Mutajisajili. Na kujisajili ndio itasaidia serikali kujua ile hospitali yenu ya hapo karibu, zahanati yenu ya karibu iko na wananchi wangapi, ndio tuweze kupanga madawa ya kutosha, tupange madaktari wa kutosha, tupange vifaa ama equipment ya kutosha. Lakini kama hatuna data, kama hatuna information kwamba ile hospitali iko na wananchi wangapi, we cannot plan. Unanielewa watu wa Kakamega? So musikubali hawa watu mnaona wanasema maneno wanajitetea. Wewe mwananchi, hatutaki uuze mali yako, tunataka kila mwananchi awe na kazi asiwe na kazi, awe na uwezo asiwe na uwezo, aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote, na mtu asiuze tena mali yake kutafuta mambo ya kulipia gharama ya hospitali. Na mimi nataka nikuulize, kabla tufike mwaka ujao, uende utoe ile pesa ya NSSF. Tuko na watu wako hapa wako katika ile bodi ya NSSF. NSSF haijaisaidia Mkenya yeyote katika nchi yetu ya Kenya. Lakini kila siku wanaongeza pesa ya NSSF, Bwana Rais. Mimi Bwana Rais nataka nikuulize, nataka uingie tamu ingine. Lakini nataka uize payslip ya mkulima ya Mkenya, na wewe utachaguliwa kuwa rais tena mara nyingine. Tulisema program ya housing. Na mimi nataka tuelewane. Kwa sababu hiyo program ya housing tukiongea saa hizi, vijana 1250 Kenya wamepata ajira katika program ya housing. Hapa Kakamega manyumba inajengwa. Tulikuwa na 200 ya kwanza karibu inakamilika, tumetangaza ingine 2000 hapo Kakamega. Hapa Mumias tumepata ekari 17 hapa. Tunatangaza manyumba 2000. Tutahitaji vijana wa Mumias karibu 3000 wa kufanya hiyo kazi. Sasa mimi nataka niulize nyinyi, mnasema nisimamishe hiyo kazi isiendelee? Iendelee ama isiendelee? Ati mjumbe wenu anasema nisimamishe. Salafia. Wewe sasa wewe uko na kazi. Hawa watu wamekuajiri kazi. Alafu wewe utaki hawa hata na wao wapate kazi.
Hiyo ni ungwana kweli? Hapana, ikai namna hiyo mheshimiwa. Kwa sababu wewe uko na kazi, wacha tupange vile hawa walikupigia kura pia na wao wapate nini? Yes, that's how it works, my friends. Sisi kama viongozi tusipotoshe wananchi. A country cannot be changed, cannot be transformed by populist politics. Huyu ni kijana mzuri. Huyu Salasia hana shida. Huyu nitamsaidia, unajua ni pange mpaka atashika laini. Unajua ni kijana mzuri eh? Msione na mnyorosha tu kidogo ndio ajue vile tu. But he's a good young man. Si namna hiyo? Unajua experience naye ni kitu mzuri. So tutasaidiana. Anajua kutetea, anaongea kabisa kutetea. Lakini saa zingine anapitisha kidogo, nitamweka laini halafu. Si ndio? So nataka tushirikiane. Na nataka niwaombe viongozi ama namna gani jameni? Kakamega tunaelewana? Na msiwe na wasiwasi, hii siasa mingi inaendelea Kenya itafika mwisho yake. Kwa sababu si nyinyi ndio mtaweka mtihani. Si nyinyi ndio mtapitisha nani amefanya kazi nani hajafanya. Hawa watu ya makelele hii wanasumbua, wanapiga makelele sijui mitandao wapi. Hawa watu wako na kazi ngumu sana. Kushindana na mimi, wako na kazi ngumu. Wako na kibarua kubwa sana. Na bado mimi napanga tu kazi. Siku yenye tunaangaliana ati siasa kwa maneno.